Radio 47. Habari ya asubuhi my dear. Niko salama. Uko salama, salama. Sijui we upo. Uko wapi my dear? Niko tu Nairobi. Amepumua. Amejoka. Nairobi ni kubwa. Nairobi upande gani? Niko hapa Kawangware. Kawangware. Okay. Unajaribu kuadjust. Unajaribu kuadjust. Kwani ulihama? Unajua? Ukishatokwa na uliachwa kwa nyumba ya Kilimani ya 150 na una job na mambo yako imeshikana hivyo. Imagine itabidi umehama hata si kutoka na anything. Sasa rent arrears utalipaje? Ngoja. Ulikuwa unaishi Kilimani. Hii story umeanzia mbali, umeanzia katikati. Wacha tuanzie zero. What happened? Kwanza tunaongea na nani? Mimi naitwa Vanessa. Okay, Vanessa, mtoto wa mjini kabisa. Sasa Vanessa, what really happened? Manake story nasikia umeianza katikati, tuanzie mwanzo. Ndio. Ni nani alikuacha? Ulikuwa unamdate nani ama ni wapi ama ni nyumbani? What happened? Nakwambia ujuaji tu, ujuaji kidogo, nikifikiria mimi ni mjanja. Wazae wameretire, wamerudi ushago, nikaingia mtaani, nikaingia kuhustle. Ndio. Nimechocha na huko nikakutana na nini? Na West Africa, mnaija. Chai. Pole. Unamwambia pole hata story haijafika katikati. Ukapatana na Nigeria. Sasa. Mimi sijui mistari zao na nilikuwa naona mimi ni mjanja siingia kwa hizo maneno. Lakini kuna tu venye lifestyle mambo usijazoea. Okay. Unajua kwanza ukipewa tu venye $100 inakaa vizuri kwa kibeti kako. Kwani Nigeria ni nini alikuwa nakufanyia yenye maybe Mkenya ama mtu mwingine akufanyia? Mambo mingi. What was he doing? Kwanza unajua machali wetu tumezoea hawapendi publicity, lakini mnaijaki akikumark. Haogopi, ana go the extra mile. Wewe unajua tu umefika. Alafu mabeste wanakuchocha juu nayo. Akikupeleka out anakupeleka nyinyi, anawapeleka nyinyi wote. Yani kama ni bills za vitu zenye hata hujazoea kukunywa analipa zote. Ndio. So anakujengea jina kama girls. So hapo unaingia tu box. Sasa what happened? Sasa kumbe hiyo do tulikuwa tumezoea, nafikiri itashinda ikikam. Kuna vitu walikuwa wanafanya mimi sikuwa najua. Alafu ndio pia vitu gani? Mkichanona na mabeste mnadanganyanga ati unajua hakuna pesa mbaya, wewe fanya tu, wewe ishi tu nini. Hivyo ndio kufumba macho. 2 years zimepita, umezana naye. Alafu sasa hapo ndio kwenye unajua ukweli. Vanessa, kimekuramba. Ngoja Vanessa, mulizana yeye. Lakini sasa unajua alikuwa ni travel. So hapo ndo kwenye una discover hapo na nyumba na wewe, lakini sana unaona ni kama pia anaweza kuwa na nyumba place nyingine, but you enjoy your life, uweze uliza maswali. Sasa ngoja nikuulize, mlikuwa mnaishi naye nyumba moja? Alinichukulia Kilimani, manzi alinitoa Kibira. Mayo. Turning point. Ndio nilikuwa tu nimehama kutoka kwa wazae, ninatry kuwa show venye nimegrow. Akili ni mali. Sasa my dear, ukishaoneshwa nyumba Kilimani yenye yani kubwa mpaka lazima muitane mara kadhaa ndio mtu asikie. Okay. Lifestyle. Sasa unasema kilikurambia wapi sasa? Because this sounds like a good life. It was a good life, but then hata akianza kutravel alafu akose kurudi, alikuwa ananitumia do ya kulipa hiyo rent na Western Union. Lakini kafika mahali mara ako off, hapatikani, anachelewesha hiyo rent. Kabla nikubali, yani nimejua nini imehappen kidogo. Mabeste wake wenye walikuwa wananichochanga. Wenye tu unachochanga unajua uko na ma-in-laws. Mmoja tu akaniambia umse ni kama ameshikwa na this time hatarudi. Alishikiwa nini?
sina details poa, but kuna magari walikuwa wameanza kuimport, business yake imeanguka, so wameanza kuimport magari. Hiyo ndio story alinipea. But kumbe ni magari wanaiba masehemu. Walikuwa ni country gani huko wanapitisha kama borders. Unajua wewe uko tu huko una benefit kila siku uko pale Kilimani. Wewe ndio kusema bills zinalipwa. So haiko inanisumbua, but mwishoe ilibidi mimi na mtoi sasa hata home wali have to get report niko na mtoi kichini. Sasa utaambiaje wazazi wako mwenye hata amekuzalisha jina yake hata uko shua kama ni Rim, hata ujui jina, hata kupeleka huko. Inakwambia afadhali tu msumbuane na watu wa huku Kenya kwenye unajua tu utamtoa tu hapa Nyeri ama Kiambu. Kwa hivyo Vanessa sijui ni mtoe wapi, alafu sasa since siwezi toa vitu kwa hiyo nyumba ilibidi nimetoka ni kama nimeenda clinic na mtoi na nilihepa sikurudi. Ndo sasa uko Kawangware sahi? Niko Kawangware na mtoto wake. And you mtrace upia. And you've not heard from him since then? Like maka nilikuwa nasema juu meza na lazima kueta na feeling kiasi, lakini hakuna hata kuulizia ama tumetu mtu kitu ikukujie haijafanyika. Juu pia maboys mademu walikuwa wananichocha, walienda like walikuwa nasema unaishi mara moja, we ukipendwa we pendeka, ona venye dozi na mwagika. Sasa sahi kama madem juu wanajua zile shida umse ameniachia, hawataki story yangu. Kila mtu anakuambia nitakukall back, wengine washiki. Haya sasa unajua sasa Vanessa are you hopeful kwamba ata reconnect na wewe, ama umeshakata tamaa kwamba this person is not coming back? Kabla nitoke Kilimani ninge Kawangware, imagine umejikubali tu. Umejikubali. Sasa hizi ni kujificha kwa wale wase tulikuwa tuna hang out now ma champagne. Lazima tu nipote kidogo. Sawa. Haya. Kwa hivyo umekubali kwamba kimekuramba? Kimeniramba. Alafu sasa lazima pia nitafute venye kakinishinda. Ni one venye nitaenda kulilia wazae, itakuwa aibu, lakini hata kama nikurudi Ocha utarudi. Nianze tu pia, alafu nikishapumua nijue venye nitafanya. Basi maisha yenyewe ilikuwa uongo. Haya Vanessa, asante sana. Sasa uendelea kutegea Radio 47. You will be advised accordingly.